Hivi ndivyo makosa huwa inajiongezea juu ya makosa ingine kwa kutojua. Wewe afisa wa polisi umeenda umeshtakiwa na afisa wa polisi amepewa kesi yako. Na amekukujia kwa nyumba maybe usiku wa manane sababu kuna mtu umepiga. Wewe unakataa kushikwa, unavuruga wale maavande, unawavuruga mpaka dakika ya mwisho sababu haezi toka kwa mlango yako wanakushika. Kutoka hapo sababu ulikuwa umeekelewa vita, avande anakuongezea kesi ingine juu inaitagwa resisting arrest. Hiyo ni kukataa kushikwa. Sasa kesi kaunti zinakuwa mbili, unakuwa na kesi ya vita na kukataa kushikwa na avande. Alafu mkiwa kwa barabara unaenda ukituzi avande mkifika na kuongezea threatening. Kaunti zinakuwa 3. Umethreaten afisa wa polisi, umekataa kushikwa na uliweza kupigana. Sasa kaunti zinakuwa 3. Sasa kama wewe unajua ukikesi hii ya kupigana ikuondokee, ya kukataa kushikwa na ya kutusi avande, bado makosa inakunasa. So gereza lazima utaonja. So ni vizuri wakati afisa wa polisi amekuja, mweke mikono mwambie twende avande, mimi sina shida. Tenda kujielezea mbele. Wewe fika police station, cheza kadi zako. Bila porojo haiwezi kupeleka place. Lakini ujanja ile ndio inakupelekaga. Mnapatana kesho na huyo avande, wewe ukiwa nini yako, mavitu zako. Si ndio? I say, jichunge, hii ni Kenya, hakuna mtu ako na huruma na mwingine. Huruma ni estate. Na hii Kenya ujue nitega nikutege. Sijui mnasemaga ni muimba ama ni nini ama ni mimba.